mtazamaji wa UoI Digital popote pale ulipo. Karibu katika taarifa ya habari inayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Utakuwa nami Telesia Chalamila. Lakini pia unaweza kutupata katika mitandao ya kijamii, yani Instagram na YouTube @UoI Digital. Kasisi wa Umoja wa Wanafunzi wa Kristo kutoka ndani ya Chuo Kikuu cha Iringa, Irene Masalilo, ameadhimisha ibada iliyofanyika katika ukumbi wa Matupapasi chuoni hapo na kuwataka waumini hao kuishi maisha ya kumpendeza Mungu ili kuweza kushinda majaribu wanayokumbana nayo. Mwanahabari wetu Lydia Kambona anaundana na taarifa hii. Ndugu zangu wapendwa, Yesu ni mchungaji mwema. Katika maisha na safari ya Ukristo, lazima tujue kwamba kuna milima na mabonde. Kuna kupanda na kushuka. Ukiokoka sio kwamba hautasema na kusengenywa. Si hapo kanisani. Kanisani sisi tuko tuliokoka. Si ndio tunaosengenyana? Kwa kumbe tutasengenyana huko ndani ya kanisa. Kwa kuokoka sio guarantee ya kukufanya uwe salama. Kumbe ukiokoka ndio unatengeneza hayo mazingira kwa asilimia kubwa. Nikafundishwa kwa ukubwa sana. Aidha, nao waumini walioshiriki katika ibada hiyo wameelezea jinsi walivyojifunza katika kujitoa na kuishi maisha ya kumpa Mungu utukufu katika kulisoma neno na kuishi katika neno hilo. Nimejifunza kuwa kumtegemea Yesu ndio kila kitu, na pia nimejifunza mambo mbalimbali kupitia neno la leo ambalo limetoka Luka 9:10 hadi 17. Nitaliishi na Mungu anipe hekima ya kuyatenda maarifa na kuwasaidia wengine. Amina. Funzo ni kwamba Mungu katika wakati ambao kwetu sisi tunaona si sahihi au wakati ambao tunakuwa na mapito, Mungu anaweza akafanya maajabu na akatuvusha katika wakati huo. Tukiwa na shida mbalimbali, Mungu anaweza kutusaidia na kuzishinda shida hizo zote. Hao ni waumini waliohudhuria katika ibada ya siku ya leo iliyokuwa na neno linalosema Yesu ni mchungaji mwema. Wameelezea ni kitu gani walichojifunza kutokana na ibada ya leo. Nikiripoti kutoka katika ukumbi wa Matupapasi Chuo Kikuu cha Iringa, mimi ni Lydia Duncan wa UoI. Uongozi wa Coca-Cola umetangaza kampeni yao ya Pendwa Shinda ili kuongeza ushirikiano wao na wanafunzi vyuo vikuu nchini Tanzania. Mwanahabari wetu Olipa Jeremia anaundana na taarifa hii. Kiongozi wa miradi ya Coca-Cola, Obedi Frenki, amesema kampeni za Pendwa Shinda zimeletwa vyuoni ili kuongeza wigo wa wanajamii wa Coca-Cola na kuweza kushiriki kwenye michezo ambayo itawezesha kupata zawadi mbalimbali. Kikubwa leo kilichotuleta hapa ni kuengage na wanafunzi kupitia kampeni yetu ambayo inaitwa Pendwa Shinda. Hii kampeni yetu ya Pendwa Shinda inafanyika kanda hii ya huku ya kusini pamoja na kanda ya kati. Lengo kubwa kwa vioni tunachofanya ni kuengage wanafunzi katika upande wa kuwa register katika Coca-Cola community ili waweze kupata update mbalimbali kuhusiana na activities zetu ambazo tunafanya vioni, pamoja na wao kuweza kushinda zawadi mbalimbali. Mfano anaweza akashinda hamper. Hamper nikimaanisha kwamba ni collection ya zawadi tofauti kutoka Coca-Cola. Kwa hiyo mwanafunzi anapojiregister kwenye Coca-Cola community anakuwa anaingia kwenye draw ambayo inamwezesha kila wiki kupata zawadi. Upande wake, Penina Muhando, kiongozi wa masoko ya Coca-Cola, amesema kwa kampeni ya Pendwa Shinda ipo kwenye kampeni kubwa ya chupa machupa ambayo ina lengo la kuwafikia wanachuo na wateja wote wa Coca-Cola na ina fursa nyingi kwenye jamii. Pendwa Shinda ni kampeni yetu mpya ambapo ndio ipo ndani ya hiyo chupa la machupa, ambapo hii inawafikia wateja wote wa Coca-Cola. Ndani ya hizi chupa za glass bottle kuna bonus zake ni za aina 3. Ukinunua soda, ukipindua kizibo, that's why imeitwa Pendwa Shinda. Kuna bonus kule, unaweza ukajishindia soda ya bure ama ukanunua soda kwa bei ya punguzo. Aidha ukaambiwa ulipie 200 ile soda badala ya 700, ama ukaambiwa ulipie 500. Yanahamasisha, yanakutanisha watu tofauti, kwa sababu kama hiyo community inahusianisha vyuo tofauti hapa nchini. Kwa hiyo inasaidia kukutanisha watu.
Hivi ndivyo watu wa Coca-Cola walivyoelezea programu yao ya Drink and Win. Nikiripoti kutoka viwanja vya Gate Dogo, Chuo Kikuu cha Iringa, mimi ni Oripa Jeremia wa UoI Digital. Taarifa yake Oripa Jeremia inatukamilisha habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa zitakazoletwa kwako na Grace Matiku. Tangu mwishoni mwa Januari mwaka huu, takriban watu 1400 katika kambi ya kulinda mali ya Umoja Mataifa MONUSCO huko mjini Goma. Katika mkutano na waandishi wa habari huko mjini Goma, Kamati ya Taifa ya Msalaba Mwekundu imeeleza mchakato wa kusafirisha maafisa hao hadi Kinshasa. Kuhusu yaliyosainiwa na ICRC, wahusika na usafirishaji wamejiunga ili kuwalinda wanaosafirishwa. Hao wanafaa kulindwa katika mpango huo. Itafaa pia kuhakikisha kuwa wamesafirishwa na kuwasili salama. ICRC inataka usafirishaji huo kuheshimu haki za kimataifa na za watu. Zoezi hili litatekelezwa kwa siku kadhaa na kutakuwa na misafara kadhaa kutoka mji wa Goma. Raia pamoja na watetezi wa haki za kibinadamu huko mjini Goma wameeleza hisia zao huko mjini Goma kuhusu mpango huo. Kulikuwa magonjwa na kulikuwa wenyewe walikuwa nasikia njaa, wakawatunza, wakawalisha, kuwalinda, na wenyewe walikuwa hawajui jinsi wanaweza kuwa nafika nafasi kwa kuona kama waendeleshe kazi ya kutumikia nchi yetu. MONUSCO ikawalinda na kuwaweka salama, na tunafikiri kwamba kupitia hiyo njia wao kufika Kinshasa itawaridhisha familia zao na inawaridhisha wenyewe. Na sisi Wakongomani tunachokitamania kwa wale ambao ni viongozi wa serikali ni kuona namna gani hali hii itaweza kuisha haraka, kwa sababu tunaonekana kama tunachoshwa. Ni moto ambao haujawahi kuzimika tangu ulipowashwa ndani ya makampuni makubwa ya kutengeneza chuma yaliyopo Zaporizhzhia na katika maeneo mengine ya nchi. Raia wengi wa Ukraine wanayakumbuka maisha yao sana ya hapo awali na wangependa kurudi kwenye makazi yao. Pia wana hamu ya kutaka vita dhidi ya Urusi iweze kumalizwa, lakini kila mtu ana gharama yake ambayo wapo tayari kuilipia. Ndugu zangu wote wapo kwenye eneo linalomilikiwa na Urusi. Mwanzoni sikutaka Urusi imiliki eneo lolote la Ukraine, lakini sasa nataka vita vimalizike. Kama kuruhusu kumiliki maeneo yoyote ya Ukraine ni kumaliza vita, basi wacha wachukue maeneo hayo. Mashambulizi yanaendelea kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani pamoja na makombora yanaendelea mara kwa mara. Wengi hawana matumaini kuwa mapigano hayo yanaweza kuisha. Katika eneo la vita ambapo makabiliano yanafanyika, wanajeshi kama Vitali wanaweka maisha yao hatiani ili kulinda nchi. Baada ya kujitoa sana, hataki nchi yake imilikiwe na Urusi. Asante sana Grace Matiku kwa kutupitisha katika anga la kimataifa. Mtazamaji, hii taarifa habari kutoka hapa UoI Digital. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na burudani zitakazoletwa kwako na Angelina Ngalula. Nikusihi endelea kuwa nasi. Timu ya Container FC imeshindwa kutamba ugenini mbele ya Ranampale FC kuibuka na ushindi wa bao 2-1, ambapo mchezo huo ulikuwa ni mchezo wa kirafiki uliofanyika katika uwanja wa Kigonzire. Baada ya kumalizika kwa mchezo huo, UoI Digital ilipata wasaa kuzungumza na makocha pia na manahodha wa timu zote mbili. Kocha wa timu ya Container FC Jumanne Madu ameeleza sababu ya kupoteza mchezo huo na kueleza matarajio ya mchezo huo. Sasa kitu cha kwanza hapo tumetuia ugumu kwenye mchezo wetu wa leo. Kwanza mchezo umekuwa vizuri, pia ukiangalia kama tulivyotanguliza awali mchezo wetu wachezaji walitumika hivi karibuni. Sasa baadhi ya wachezaji walikuwa na majeraha. So kitu ambacho tumetupelekea pia mchezo kama unavyoona dakika za jioni mchezo ukawa huko sawa, balance kwa sababu ya kiongozi alikuwa uwanjani referee. Sasa hiyo na nyinyi kwa changamoto iliyotokea wachezaji wakatoka mchezoni. Sasa kitu cha kuambia tu shabiki zetu ni kwamba Container FC tunacheza bado tuna mpango wa kucheza mpira sana pia, na hata hivyo tunapenda kucheza mashindano kadhaa tu, na hata hivyo tulialikwa pia kucheza na jamaa wa Samaganga hivi karibuni. Kwa hiyo cha msingi sinataka ni washauri mashabiki zetu pia na wadau wa Container FC tuongeze tu nguvu, bidii, tufike uwanjani kusupport timu yetu. Basi. Eza naoza upande wa timu ya Container FC ameeleza sababu ya kupoteza kwa mchezo huo na kuwashukuru wachezaji wa timu yake
pia na kutoa maoni kwa mashabiki zake. Kwa kipindi cha kwanza tulianza kumiliki mpira, kucheza vizuri, lakini mpira ni mchezo wa makosa. Kuna makosa madogo ambayo yameweza kujitokeza ndio yakafanya tunaweza kupoteza mchezo huu. Lakini ningependa kuwashukuru timu yangu, wamejitahidi kadri walivyoweza, lakini bahati haikuwa upande wetu. Kwa upande wa kocha, wanahabari wameeleza matarajio yao kama timu yalikuwa makubwa, pia walitumia mbinu mbalimbali zilizowasaidia kuibuka na ushindi. Nilichokuwa nakitarajia nimekipata, kwa sababu nilikuwa nataka tu fitness ya wachezaji na kurudi kwa pamoja, kwa sababu tulikuwa tuna mchezo hapa katikati ya mwingi, lakini pia sikutarajia kama nitapata ushindi mwembamba na mdogo kiasi ambao unakuwa na shikilia bomba muda wote, kwa sababu utulivu pia wachezaji wangu tulianza kuwepo. Kwa hiyo nilijaribu kubadilisha katikati na nyuma pale kidogo kwa ajili ya kuweka utulivu wa kupandisha timu mbele, na swala likafanikiwa kupata ushindi. Pia naoza wanahabari ameweza kueleza sababu ya kucheza mchezo huo wa kirafiki na kuhamasisha mashabiki waendelee kujitokeza uwanjani. Tunamshukuru Mungu kwa mchezo wa leo. Ni mchezo wa kuweza kurudisha timu kwa umoja tangu tulipopeana likizo kwa ajili ya kupisha mashindano ya vitivo, kwa sababu wachezaji wetu wengi ni wanachuo ambao wana kozi zao au programu zao wanazosomea. Kwa hiyo tuliwapisha kidogo waweze kwenda kuungana timu zao ili kuweza kutengeneza combination ya timu zao na kuweza kushiriki michuano yao ambayo imemalizika. Hivyo basi siku ya leo ndo rasmi tumefungua timu yetu upya tena kuweza kupata muunganiko wa wachezaji pamoja na timu kwa ujumla ili tuweze kuendelea na mashindano mbalimbali yanayokuja mbele yetu. Kikubwa tuwatake mashabiki wetu waweze kutusupport zaidi, kwa sababu tumerejea na mwitikio wa wachezaji bado ni mzuri. Wachezaji wote wana fitness, wengi wametoka katika timu zao za idara zao, wako vizuri kimazoezi, na nadhani nimeweza kushuhudia mchezo wa leo. Tumeibuka na ushindi licha ya kuwa na kupoteana kwa kipindi cha kwanza, lakini tumerudi tukaekana chini tukakumbushana kwamba jukumu letu ni nini wachezaji. Tumeweza kupata maoni mbalimbali kutoka kwa captain na captain na coach, ambapo wameweza kuelezea juu ya mchezo wa leo ambao umetamatika kwa goli 2 ya moja, ambao Lan Habala wameweza kuibuka na ushindi wa magoli 2 na Container FC wameweza kuibuka na goli 1. Nikiripoti katika kiwanja cha Kikuzile, mimi ni Ajena Joseph Ngarura wa UoI Digital. Mtazamaji wa UoI Digital, kabla ya kutimisha taarifa ya habari, tujifunze lugha ya Kiswahili kupitia msamiati wa leo kutoka kwa Kisili ya Pombe. Mtazamaji wa UoI Digital, tunaendelea kujifunza lugha ya Kiswahili kupitia misamiati mbalimbali ambayo imeandaliwa na Baraza la Kiswahili BAKITA. Na leo nimekuandalia neno mkeke. Twende tukajifunze ni nini maana yake, ili siku nyingine ukikutana nalo usishtuke, usiondoke. Leo niko na neno mkeke. Ushawahi kukutana na hili neno sehemu yote, au ushawahi kusikia tu kizungumzia kuhusu mkeke? Kwa hiyo ukitokea mtu anakuambia yule dada ni mkeke, jamani, tabia yake ya ukeke hatuipendi, hauelewi kitu chochote au haufikirii kwa hiki kitu kinaweza kuwa ni nini. Basi isiwe shida, ueleweshe. Siku nyingine ukikutana na mtu anakuambia mkeke, ni mtu mwenye tabia ya kulalamika. Kwa hiyo ukisikia anasema Rehema ana tabia ya mkeke, maana yake ni mtu anayependa kulalamika kila wakati. Ndio neno mkeke. Ushawahi kukutana sehemu yoyote na haya maneno au kikundi cha watu wakijadili wakisema wadada wengi wana tabia ya mkeke? Ushawahi kusikia sehemu yoyote? Kwa ukisikia watu wanaongelea wanasema labda wadada wengi wakiwa kwenye uhusiano wana tabia ya mkeke, hauelewi kitu chochote. Yaani hadi sasa hivi ushawahi kuchanganya na wadada ndio. Mkeke maana yake ni sikutosha. Mkeke maana yake ni tabia ya kulalamika kila wakati. Mtazamaji, tumefikia mwisho wa kipengele chetu cha msamiati wa leo, na leo tulikuwa tumekuandalia msamiati mkeke. Maana yake ni mtu anayependa kulalamika kila wakati. Kabla ya kuhitimisha kipengele hiki, ningependa kukuacha na sentensi isemayo wadada wengi wana tabia ya kulalamika hasa wakiwa kwenye mapenzi. UoI Digital, tulonge kidigitali. Langu jina Silia Kombe. Nami nakuacha na sentensi isemayo mzee Chikoi ana tabia ya mkeke. Na hiyo ndio maana halisi ya msamiati mkeke. Mtazamaji, na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo hayo,
Nikushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa. Ulikuwa nami Teresia Chalamila. Asante na kwaheri.